Naitwa Nzeimana Victory, wengi wananitambua kwa jina la YT. Ni kocha professional kujimu hapo Mvile, inaitwa Fitness Factory. Nimefanikiwa kuoa, nina mke, ila bado hatujajaliwa watoto. Jina langu naitwa Estela, natumika kazi ya kushona. Nimeolewa, lakini Mwenyezi Mungu hatujalia watoto. Kwenye historia ya kukutana na mke wangu, nimekutana naye wakati naenda kupisine. Wakati nilipofika hapo kupisine, amekuwa yuko pamoja na dada yake. Wakati nimemuona, haikuwa rahisi, nimejaribu, tukaongea naye hapo, nikamfurahia. Kama la kwanza nimeona jinsi amekuwa amevaa, comportement yake tu, mtu wa kwanza unamwona mpisine, wengine wanakuwa wako na jiachia, wako wazi, ila yeye amemfurahisha tu kwa mavazi yake. Unaona ni mtu ambaye amelelewa vizuri. Nikajaribu kuongea naye, tukaongea tukikawaida, tukakumbana, wote tunaishi kama majirani. Wakati ikapita, nikaenda kumsalimia kwao, kumgisa ameniambia tukutane tuko majirani. Nikakutana kweli iko vizuri, iko sawa, tukaongea bien kama marafiki tu. Nikaenda kwa namzoea mara pili mara tatu, tukakuja kukutana, tumezoeana, tumefurahiana. Ikabidi sasa nimwambie kilicho moyoni, na hatua ya kwanza kweli haikuwa rahisi. Nimejaribu akawa kama vile na yeye hajanizuia, anataka ajue tabia zangu gisi nilivyo nini. Tukaenda tutaratibu, juu mtu mwenyewe una shida ya kitu, unakuwa kweli nacho njia zote utaenda tu taratibu nguvu mpaka ukifikirie, kwa sababu kuna kitu unaonaga unasema sio rahisi, na mimi ndapambana mpaka nipate. Nikajaribu mpaka ifika wakati akanikubalia tu wapenzi. Tukaingia kwanza njia ya kupendana hivyo, na mwizo njia zote nimekuwa najaribu kumjua tabia na yeye anajaribu kunijua tabia, kwa sababu lengo langu haikuwa kwenda kumharibia. Lengo langu lilikuwa akuwe mke wangu wa ndani, na mtu mwenye kuna lengo la hivyo mara nyingi huwa anajituma, na mimi kumpata nimejituma kabisa. Juu kama kisi niwaambia kwa rahisi, kuna muda nilikuwa nafika kwao na kutana iko busy na kazi, na tulia tu hivyo navumilia na msubiri. Kuna muda mwingine nakutana haiko vizuri na mwacha nisimsumbui, mambo kama hayo na wengine. Ila kikubwa myote ni kutana mwanamke mwenye anasikia wazazi sana, amefunzwa, amelelewa, na muda wote tumekuwa pamoja, amenionyesha kama anastahili kuolewa, anastahili kuwa mke wa ndani. Kama mara yangu ya kwanza kukutanana na YT, maana kuingia tu mpisini nilimuonaga kwanza alikuwa na kukaa, kisha akasimama hapo na yeye kuniona, kisha akajirusha maji. Muda kidogo na mimi nikaingia kwenye maji, unasikia? Akaanza jipendekeza ninyanyua nene nipeleka kwa maji mengi, unasikia? Lakini mimi nilikuwa nimeogopa junjo mara yangu ya kwanza kwenda mpisine. Hiyo rango kaanza jitahidi, lakini akakuwa kuna nizogeza, kisha mimi kaogopa kweli. Tukaachana nao, kaanza peleka watu wengine. Nikakuwa nazania wale beneko nao ndio watu wake. Tu alikuwa na wanawake wengi walikuwa na wafunza. Mimi nikaachana na hapo tu, nikaenda nyumbani kwetu. Kwenda nyumbani kwetu, muda kidogo mimi natenda lipa bajaji pene tulikuwa mimi na familia yangu. Nikamuona, wacha kuniona akaniuliza, hapa ndio nyumbani kwenu? Mimi nikamkubalia hapa ni nyumbani kwetu. Nikishamwambia wa wapi, akaniambia mimi ni ule mwenye tulikuwa naye pisine. Okay.
Kisha muda kidogo tuliachana hivyo hivyo tu, lakini nakumbuka bulikucha asubuhi yake nikamuonaga. Kumuona na alikuwa ananunua mafree, alikuwa ananunua matunda, mimi nilikuwa nanunua chapati. Kisha yeye mwenyewe kunifuata, kisha mimi nikamuuliza vipi hali, tukasalimiana kama vile. Akasema nilikuwa nanunua tu mafree. Nikasema hamna tatizo, tukaachana tu hivyo na hivyo. Muda kidogo kisha akakuja akaanza niambia naomba namba zako. Kisha mimi nikamwambia namba zangu ziti kichwani. Akasema utaanza subiri uende litasi. Nikamwambia hamna, utakuja nyingine siku. Hivyo na hivyo akakuwa iko na jitahidi hivyo. Lakini mimi nikampatia namba zangu za simu. Tukaanza silana sio sana, akitani anisikia na mwambie niko busy. Lakini anisikia niko busy, basi nataka kuja nyumbani kwenu. Kwambia usikie ukifanya nini. Unasikia? Kisha mimi nakumbuka tukaanza ongea, kisha nikamwambia mimi akaanza niambia utaanza kuja pene nipo. Mimi nikamkatalia, ngombe mimi sina maisha kama hayo kuenda kuanza fuata wanaume, mimi sio maisha yangu. Na moyo wakati nakumbuka nilikuwa toka mapenzi yenye naumizwa. Maana nilikuwa toka mapenzi siamini tena mwanaume, simjisikia hata wanaume. Maana nikiona tu mwanaume naona kama ni wale wanafanana tu. Nikatoka hapo tukaanza ongea, hata nikiniongelesha naona tu huyu ananisumbua kichwa changu. Nikatoka tukaanza tu ongea. Kisha mimi nikamwambia mimi sizoe maisha kuongea nje. Jitahidi ukiwa basi nyumbani ukiwa tuongee mpango. Akasema sawa, hamna tatizo, mimi nakuja. Akakuyaga tukaanza ongea kia tukwambiana kama nisha kujisikia wananipenda. Hakuwahi kuniambia hivyo. Kisha akatoka hapo nikamshindikiza nje tu, alipofika pale kuportea akaondoka zake. Nakumbuka tena mara ya pili mwisho ndio akanipigia simu. Kuna mdada mwenye nampenda lakini nashindwa kumwambia. Nikamruhusu, nikamwambia John hutaki kumwambia, bakikiwa mchukua wengine ndio utakumbuka kwenda mwambia Chiteme. Akasema kuko binatani kwambie nakuja sasa. Nikamwambia tena unakuja kwangu kufanya nini? Tena ilikuwa mapande ya masaa 4. Akasema mimi nakuya tu. Yakakuyaga kukuya, nikamkaribisha nyumbani mwetu na tulikuwa na dadangu pale. Dadangu akatoka sebleni akaondoka nje. Ndio akaanza niambia mimi nakupenda hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi nikamwambia mimi hata nikikubalia sita kujisikia juu nishatoka mapenzi ninaumizwa. Mwanaume anindanganya. Akasema mimi nakupenda, utajiona mwenyewe. Nikamwambia siwezi kupataje, usubiri nifikirie. Nikakaa siku 2 siku 3, nikamwambia John hutaki nijibia. Nikamwambia usubiri tu. Nikakumbuka siku ya mwisho ndio nikamjibia. Mimi nakukubalia lakini nakupa sharti. Akasema sharti gani? Mimi nakumbuka nikampatia sharti yenyewe. Mimi natoka kwa mapenzi lakini sitawahi kutana nawe kimwili. Asemie sikukufuatia kimwili lakini mimi nakupenda. Akasema wewe okay, hamna tatizo. Kweli tulipendana muda mrefu lakini mwanaume watu hata busu ilikuwa vigumu. Nikamwambia busu siwezi kukubalia. Akaona tu mwanamke kweli na nilikuwa na msimamo mkubwa kweli. Siwezi kufuata kwenu bila wafika kwetu. Nilikutana kana siku 2 siku 3, nikamwambia ndio nionyeshe kwenu. Siwezi kuwa na mtu mahusiano sijui kwenu. Wasema hakuna tatizo, akanipeleka nyumbani kwao na kweli walinipenda, wakanifurahia na mimi nawapenda pia. Lakini nakumbuka alipitia changamoto mingi katika mapenzi yetu. Walipata matatizo mengi, dharau, watu walimuona kama hafai, hawakumpenda wengi mfamilia yangu. Lakini nimeonyesha, nikamwambia mimi nakuwa na msimamo, nikipenda mwanaume na mpaka siku ndaachana nao ndio naingia mwingine mapenzi. Maana napenda kwa nione maana tuwe ni kuheshimu na nikupe thamani yako. Juu nikisema niende huku nirudi, niende nirudie, sio poa. Ndio nikamwambia mimi napenda mwanaume mmoja. Siku tutatengana na wewe na njoo siku ndaingilia na wengine. Akasema hamna tatizo. Mimi nakupenda, sikufuatilia kimwili kabisa na watu walivumilia.
alivumilia sana. Alikuwa ananipatia moyo sababu tulikorogana tena ndugu zangu, amake ananipa ile nguvu kabisa. Ni mwanaume mwenye niliona upendo na nilikuwa toka mapenzi, nilikuwa chukia mapenzi. Nilichukia mpenda hapa nyuma hata sasa nitoliaga mahali nyumbani kwetu, nikaanza mjisikia. Ndio nilikuwa muonesha nampenda na mheshimu na sikuwahi kumpenda mwingine mwanaume au kumchanga na wengine wanaume. Nilikuwa na hiyo msimamo, lakini namuonesha nampenda ndani ya moyo nilikuwa kanishaumia. Watu wasatoa hiyo mahali nilimpenda kwa dhati na yeye mwenyewe anajua. Nampenda kweli na siwezi penda. Hata nikisikia hata simu hivi nikiona tu message nasikia kama pressure, kama roho inataka kuondoka. Kisha dada, mimi nakupenda. Mawazo yako tu, namwambia ukweli, mimi kumsemesha kwa mimi napenda bwanangu sana. Kumpenda na umpenda sana sana, na njoo nilikomala wale nifunza. Mwaki sikuzoea kwanza kupenda na wanaume wengi. Nikipenda umeona njoo hiyo mpaka siku tatengana, ndio naingia mwingine msichana mwingine mtu. Kuhusu mariage haikuwa rahisi, na kabla ya yote ukiona mwenzako anafanya mariage umpatie mkono. Ukiona mtu wote anafanya mariage umpe mkono, kwa sababu sio kitu rahisi hata kidogo. Ukione kwa mwenzako ukisikie, lakini kikikufikia ndio unaonaga kweli kama sio mchezo. Na kama wazazi mnaonaga kila siku wanatushauri, wanaziwia, kwa sababu ni kitu chenye unainda ndani maisha yako mazima. Manake unatoka mwazazi, unajitegemea, unaingia njia ya kupambana we mwenyewe. Na anaweza shauri wengine bila ya kuingia mwiyo ngambo, uwe siri kweli kama una msimamo wa kushimamia hicho kitu. Mbo tukianzia njia kwenda kutoa kwa mwanamke mahali kwao, unaya madami yangu ni Mkongomani, na kwenda kuwa Mkongomani sio kitu cha rahisi hata mchezo. Kuna kutoa mahali, kuna kuleta siumbuzi ya wajomba, kuna kuleta nguo, koti, viatu vya mjomba, kikwembe cha mere, kiatu cha mzazi, obawa, ni vingi. Hiyo mtambue, na kila kitu kinabidi kitimie ile utole mali. Hivyo ni vitu vinashindikiza kwanza mali, ila wakukubalie. Unapambana mpaka vyote unavilipa. Ukishamaliza unaingia mprocedure ya kuprepare ndoa. Meki ngambo yangu prepare ndoa yangu wengi hawakujua, na wengi walishtukiaga tu kuona mimi nimeoa, wakabionea marezo sosio, kwa sababu mimi nimekuwa nimeelewa mpango, nimekuwa prepare ndani. Tumeenda na mke wangu tukafuata mafundisho ya kumiri, tukamaliza, tukaingia procedure za gisi ya mariage itakuwa, nikaprepare vya kwangu vyote kama gisi nimwambia kwenda kulipa. Na kikubwa wengi walikuwa wajui kuhusu mariage yangu. Mariage yangu mimi nimeprepare kwa muda mdogo. Hata wazazi wangu nimekuja kuwajulisha, hawakuwa manake hawakuwa wanatambua kuhusu mariage yangu. Juu nimeprepare mimi, tumeongea tu mimi na mke wangu, tukaongea gisi tunaweza fanya mariage yetu. Wakati tumemaliza ndio tukakuja kujulisha wazazi. Wazazi tumekuja wajulisha, bwana mimi siku kadhaa naoa. Wakakuwa kwanza kwa mkugutano, mfamie unaoaje mapema, ungalijeni nini. Gisi nimewaambia sio rahisi. Akakuwa karinyo famie tufanye hivi nini, mashauri nini, ushakuwa tayari. Kwa sababu kitu kimoja mjue, kuoa ungalijeni na kuoa umeshakuwa na umri mkubwa, na hiyo yote ni experience. Kama gisi nimesema, inabidi ukuwe na watu karibu wakuelekeze mwizo njia.
hiyo maisha ya mbele kama unayajua, kwa wengi sio rahisi kweli. Ila yote kitu nimegundua ni kama umekuwa na mke anayestahili kuolewa, hicho ndio cha maana. Inabidi uchunguze mke wako. Juu unaonaga yote hayo ukishakuwa naye ndani, ndio unaona kama sio mchezo, ndio unaona kama ndoa wewe mwanaume unaiprepare kweli, unapambana kimfuko. Lakini familia inajengwaga na mwanamke. Kama mwanamke ana njia mbaya, ujue hiyo ndoa yako haitakawia kuvunjika. Kama mwanamke sio kutulia, ndoa yako hiyo haitakawia. Ndio maana wengi wa jene wanakimbiliaga mwizo njia bila kushauriwa na wazazi, bila kushauriwa na watu washapitia mwizo njia wawafunze. Kawaida hapo kitu cha maana ni kuwa angi na mwanamke, na wewe pia inabidi ukue tayari, sio ufanye juu ya tamaa. Ukue kabisa unajua uko unapokwenda kisi palivyo. Nashukuru Mungu nimeshauriwa, kukutana nimejipanga vizuri. Japokuwa kuna wengine walikuwa nikata nguvu eti bado alijene. Achana kwanza na hiyo mambo. Tafuta kwanza hela, tumika, hiyo itakuwa nyuma. Kitu chenye nimekuja ona, kishakuwa na mwanamke mzuri, mwanamke ambaye anastahili kuolewa, mambo yote yanakuwa sawa. Programu zangu zimekuja kuwa vizuri, zikakuja kuwa rahisi kuliko hata gisi nilikuwa nafikiria. Jua nini yote mke wa ndani. Okay. Kuhusu kitu cha kuoa, kama gisi nilikwambia, nimekuwa nimepitia kidogo mgogoro wakati tumemaliza vya mali, kulikia hiyo kaya familia, tukakugotana kidogo, ikakuja kuwa mazuri, nikaandaa. Na kuhusu siku ya mariage, wengi walikuwa wajui. Nimeprepare tu watu wadogo, ili mariage endeke vizuri. Na kweli iliendeka vizuri, kuanzia tukapenda kumeri, tukatoka kumeri, tukaenda kanisani, wakabarikia maisha yetu ya huku mbele, pastor. Tukatoka hapo, tukaenda kama tukawaida programu za mariage, mnakwenda kushuti nini. Kawaida nyuma ya hapo reception, mambo yakakuwa vizuri, mpaka familia imeshangaa kwa sababu mimi mariage yangu haikuandaliwa na familia. Imeandaliwa na mimi mwenyewe na watu wangu kidogo wa kazini kwangu. Tukapanga vyote kuhusu sale nini, mipeke nikajilipia, mali ni mimi mwenyewe nimejilipia, mchango na msaada kidogo wa wazazi imekuwa ni kungamba chakula. Na kubaki yote kuhusu procedure za kuanzia kumeri mpaka gisi nafika kwa reception, yote imekuwa ni kichwa changu mwenyewe. Nimepambana kwa nguvu yangu, nimekuwa nimebarikiwa kazi nzuri, na hivi ndio ningali ndani. Ikakuwa kweli vizuri mpaka wengi wakashangaa. Mariage ikatoka vizuri, tukafika mpaka mwetapi ya kumtia madami ndani. Kama gisi hapo mwanzo, familia yake imekuwa inachukulia kama vile jene mtu mwenye anakuja kuharibia mtoto. Wote wakati wa mariage wameshangaa, na mpaka leo heshima imerudi na mshangao umekuwa mkubwa, na gisi wamekuwa wananichukulia na hivi sio tena mmoja, kuna utofauti. Pia nashukuru Mungu kuona wazazi wangu wamenisapoti sana kuhusu hicho kitu, na ushauri wao umesaidia mpaka leo tunaishi vizuri na mke wangu. Hatuna tatizo hata moja, zaidi ya kusubiri tu baraka za Mungu kuhusu watoto. Mimi kwenye vitu vya ndoa vilikuwa vitu vigumu sana kwangu. Juu nyumbani kwetu wanachukua dolari. Unasikia? Kisha waiti alisumbuka kweli. Aliteseka mpaka mimi mwenyewe nilikuwa namsikilia huruma. Juu kuna muda alikuwa ananiambia, kwa nini hauwasiliane na wazazi wako juu tufanye vitu vizuri mimi na wewe. Sasa na mimi nikiongea na wazazi wangu, nakumbuka vilikuwa vigumu kwa babangu. Unasikia? Sasa jua ni hao watoto ni Warundi. Jua ni unaenda na Warundi.
Kisha mimi kwa papa mimi nampenda mwanaume na sio Mrundi, ni Mkongomani. Sio Mrundi, ni Mkongomani. Ase hapana, mimi nahitaji Mkongomani mwenzako, unajua Barundi kwa hivi mambo mengi. Mimi kwa kwambia kuna tatizo, babangu mbona mimi nampenda bikakuwa tu vigumu kweli. Mpoa bwanangu hapo akawa ananiambia naomba ufanye bidii. Nahitaji niwe na wewe, nifanye nini? Maki mpaka bikatokea mimi naye kwa tulikoroganaka. Korogana juu vitu hivyo sema kwambia ongea na wazazi na nifanye nini? Niko ongea wazazi njoo vile vile. Mpaka tukakoroganaka naye. Una siku nilikuwa kazini kwangu, alinifataga. Unifata kaniambia mimi nakupenda kweli lakini mali inanitoa macho. Maana alikuwa anaanza hiyo akili yake gisi nilikuwa nishaanza muone. Nilikuwa nishaanza ona kama anapenda tu asito kwanza mahali tuende kwa tuishi tu pamoja, vingine vitafuata baadaye. Kisha na mimi sasa hiyo maisha nilikataa, nikasema vya kurendera siwezi itika mpaka unioe. Mpaka nikamwambia basi kama mimi nakusumbua sana na mimi kama kana kukera, mimi na wewe basi tuachane. Viishe. Akasema nini viishe? Ndio naamua hivyo kweli. Uende waambie mamangu mkwe manaki. Shehe ngambia akaniambia sio ndio basi mama tunatengana na wangu amejua nini? Sasa tuliambiana tunapendana, mama alikuaga. Nikakuwa hivyo hivyo na hivyo mimi nikachukua, nikaenda zangu kapanda moto, nikaenda sokoni. Tukakaa kimya kabisa. Nikajua kweli huyu tushachana naye. Nikabakia tu kila nikaanza kuwa na maisha yangu. Nikakumbuka nilikuwa kazini, akanipigia simu, uko wapi? Nikamwambia ningali kazini. Asa ujitahidi sasa toka kazini upite hapo Mvile. Nikamwambia hakuna tatizo, nitapita hapo Mvile. Sasa mimi nikapita pale Mvile, nikaona mwanaume mwili haikazi tena yake, anakuwa kama asha kunda, anakuwa kama wabatu, anakosa amani. Nikamwambia nini? Akakuwa unaona chora tuwasiliane mimi nawe kwa sisi. Wao ujue ile tu kwemo. Akaenda nuzia mafri na sikaka na mpango wa kuuza mafri yangu. Nikasema nikakaza ba wewe utaki kikishaka ninunulie mafri. Nikasema hakuna tatizo. Kaza siliana pole kimya. Nikamwambia nini? Na hivi pia aliamka Nikasema mimi naamka bila kazi. Maana inakuwa kama tunaanza tena upya. Tukafikia hapo kisha nikabembeleza kule wazazi yangu kweli. Nikarukia kwa Mungu sasa hapo nikifuatana na babangu atanikubalia. Unaongea na mamangu. Nikajidisha kwa mabila ipo maana mnapenda niko mbona siko mzuri wa hatari hivi na hivi. Nikawa wewe vipi? Wewe maana ushakufia kwa hiyo kaka, ngambia ndio mimi nampenda kweli. Na kama mfanye hivi mtokiona mimi naenda kwake, hamtaniona tena au tunasafiri tunatoka tu Bujumbura. Sasa Mungu aliona finansa sema mambo mengi, akaongea kuna babangu akamkalisha chini. Na hiyo mwezi ilikuwa ya corona, walikuwa frontier ilikuwa nafungiwa, ilikuwa bigumu sana kuingia Burundi au kutoka. Nikabembeleza wazazi yangu, nikazungumza kweli nao, babangu akanikubalia, akaniambia hakuna tatizo. Since penda ndi pabaya na unampenda kaka watu, wakanielewa. Muda kidogo babangu akaniambia basi juu ni vigumu wewe kukuya huko Kongo, nahitajika mimi nipande Bujumbura. Babangu alikuwa peke yake, akafika nyumbani kwa dada yangu. Na hapo shemeji yangu alikuwa mtu wa safari, akakuyaga. Kisha saa kidogo akaambia anahitaji nione yule kijana au unane na bwanangu. Nikamwambia kuna tatizo. Akamwita bwanangu, wakaongea. Kisha wakapatiana tarehe siku yenye watakiona sasa vrai juu kuonana vya kutoa mahali. Akasema kuna tatizo. Wakapanga siku ikafika. Kufika vitu vikakuwa tabirefu. Wakaanza vya mamali, samwa hivi tunataka hivi manguo, tunataka viatu hivi na hivi. Wangu na kaona hapa kichwa na yako kuyaga mamangu nyumu kwa alikuyaga na bajumba. Na sisi tukaleta wakwetu. Kwa vitu virefu kweli na alisumbuka kweli. Na watu naye akatika kimoyo, anakuwa na bidii na yeye hapana mtu akumdharau. Alitafuta hizo pesa kwa bidii kweli.
akaonesha zenye iko nazo, akasema hizi ndio pesa zenye niko nazo, mtoto wenu nampenda. Na hapo kweli bwanangu kweli nimpatie na ni bidii, make iko na bidii ya kazi na iko make anajipatia kama bora, make kila asubuhi anaamka kukazi bora tu apate pesa. Ili make vitu vikaendeka bien, akatoa hiyo mahali, akatoa hizo bibine vinahitajika vyote, akatoa hiyo mahali vikaendeka bien. Sasa kwa shangazi yangu naye vikakuwa moto. Shangazi yangu naye sasa sitakia vya marriage yenu kama nipe pesa. Babangu naye anapenda yake pesa. Akasema huyu ni mtoto wangu, wewe ni shangazi tu, Mungu watoto yako mbona tusikulagi. Kisha hapo baba yangu akachukua akarudi Kongo, vikakuwa tena ya fuyo. Na familia yangu mingi haikuwa hata marriage yangu. Ulikuwa mamangu tu na familia na dadangu na shemeji yangu. Na shemeji yangu ndio alikuwa anampatia, alikuwa anamuonesha babangu. Waambia acha mtoto aolewe, asikienda baba hivi na hivi, maneno mengi tu. Na ndio vitu kakuwa nyepesi kabisa. Na nashukuru kweli shemeji yangu. Ni mtu aingi kuwa yeye au dadangu au msimamo wa mamangu ningeendaga pabaya. Juu nilikuwa bigumu kwa kutoka nje ya lupango, nilikuwa bigumu sikuwa na maisha kutembea. Maisha yangu ilikuwa tofauti sana. Naye mwenyewe sama ilikuwa na mkera. Tulipendana lakini sikuwahi toka naye vile ya kutoka kawa fiancé. Au jua shani dota set toki. Ilikuwa bigumu sana. Na njoo vya mariage vile ndeka bien, mimi sinaona alifanya bidii kabisa mpaka sasa tulishangaa na wale watu walikuwa na zarau sababu navo hapa. Wanatuchokesha tu kichwa kisa hivi. Wanaona sasa bidii ya mume wangu na namsupport kweli, abaki na hiyo nguvu zake tu, na Mwenyezi Mungu najua atatubariki. Kuhusu siku yangu ya mariage, mambo yangu yamekuwa vizuri. Ni ile tu kama uko napitia kitu ndio tulakuwa kwanza au kusagi kuwa malales. Ila kama nimesema imekuwa vizuri ni kutokana na komite yangu. Naweza shukuru sana komite yangu. Komite yangu ilikuwa ni wajeni kama mimi, na programu zote zimekuwa vizuri kwa sababu kila mtu role yake amecheza vizuri, kuanzia kwa kuhusika na magari, wa kuhusika na ngambo ya sali, kila mtu amekuwa ngambo yake, wa kuhusika na wakomiri, maki kila mtu role yake amecheza vizuri, wa kutu escorter sisi wa marié, wa kuescorter famille, kuhusiana na wa makeup madami, maki programu yetu sisi kila mtu amekuwa na role yake. Na kila mtu role yake ameicheza vizuri, ikaendeka vizuri sana. Kwa ngambo yangu mimi naweza sema nashukuru sana komite yangu juu mariage ni komite ikikuwa nguvu, ikikuwa vizuri na kila kitu kinaendeka vizuri, na wewe mwenye mariage unafuka unakuwa uko tranquille. Komite ikuwa vibaya na wewe peke utakuwa na stress, vitu vitaendeka mbaya, masimu chikina kosa chikina inia. Lakini ngambo yangu kweli kila kitu kimekuwa sawa. Wengi wamekujaga kwa mariage yangu, wameikubali, wakanipa mkono na wakaishiwa kuona vitu viko prepare pale wajeni tu. Sisi ilikuwa ni wajeni tu hapa kwa tamze au mtu mkubwa ndani sana. Na ikaendeka vizuri sana. Mariage kweli nikasikia inaanza bien mwanzo mpaka mwisho. Alikuwa na usumbufu mwingi. Japokuwa tu vitu tudogo mara vitu imevunjika, manka kidogo tu vitu kama hivyo. Ila kuhusu mambo ya stress nini haikuwepo. Kila kitu nakumbuka vile vilikuwa na nisumbua basi kichwa. Kwanza siku ya mariage sikuwa na mood nzuri hata. Niko sikuwa jisikia maana bien. Sikuwa hata na mood ya bien. Niko John naolewa kwanza. Nilikuwa kwa hivyo. John kwa naolewa. Nilikuwa vinaanza nitoka sijisikii kule maana sikuwa hata na furaha.
nilikuwa kama nina stress zangu tu zimwazimo make sikuwa na muda ya kulikona hivi natanza tena maisha yangu. Nilikuwa naanza fikiria tu hivyo, lakini gisi vitu viliendeka bien, nilifurahi. Sasa tunitoka vile nikamaliza vyote nikaanza enda kwangu. Ndio nikaanza unaka kafuraka na kuyakuya. Na ndio hapo vya kazi vilikuwa vyepesi ya kuvala makazi ya mariage viliendeka bien kabisa. Kuhusu konseye, nimetaongea na wajeni wenzangu. Cha kwanza, njia ambazo tunazotumia kwenda na wanawake, njia ambazo tunayotafutia wanawake, fasi zenye tunapatia kwa wanawake, kuwa nazo wange. Hauwezi kumbana na mwanamke umtoe mkabari, umesikia kwanza umemtoa fasi anakunywa pombe. Kisha kesho ukwe naye ndani umanze mwambia achane na pombe. Hawezi toa mtu mbwate kisha kuje mtia ndani nyumba eti mwende mlie watoto. Unasikia kunye mmetoana. Mariage inakuwa iko prepare na mwanaume. Lakini mwenye anajengaga nyumba ni mwanamke. Mwanamke njoo akukulea na wewe bwana. Wewe wote familia kujumla. Sasa tukue ange cha mara kwanza mtu ambaye tunaye mahusiano tangu mwanzo. Unaangalia ni wa aina gani. Hata wewe peke ujichunguze. Unatenda njia za kuoa. Eski uko tayari? Kuna vitu vinakuwa ndani, leo mtafurahi, kesho mtacheka, kesho yake mtagusana, kesho yake mtashwana. Inabidi yote mvumiliane. Kama mwanamke anakuwa na sauti ya juu, jua gisa kumtuliza, jua nina kushuka. Kama unakuwa na hasira, inabidi mwanamke naye pia ajue gisi atakutuliza. Yote ni ile wakati ya mahusiano, ndio ile unaitaga copinage, paka fiançailles, paka mariage. Ili ni mjuane tabia cha maana. Mwanamke au mwanaume kuwa naye copinage yenu yote ikue ya long durée, iwe ndefu, mchukue muda wa kujuana kweli. Hawezi pendana na mwanamke miezi 3, miezi 4, afu kesho kamuoa, miezi 6 afu kesho kamuoa. Mtakorogana bure. Jaribu mjikazi hata miaka 2 juu sisi bila kudanganya. Hiyo miaka imefika 2 tuko pamoja. Jaribu mjuane tabia. Juu mkishakuwa na muda mwingi hamtafichana. Tabia tu zako atazijua, zake utazijua. Na wengi kitu ambacho hatujuagi, mtu wote mngaliki mahusiano inakuwaga rahisi kujificha, kunyenyekea. Lakini ukishakuwa ndani tu ya ndoa utajua mwenzako, utafikuna mtambua kumbe ndio kishalikuwa yeye. Sasa cha maana naweza sema kwa shauri wajene surtout amujaoa, wajene wenzangu, chunguzaneni. Maisha ya ndani ya ndoa yako tofauti sana na ile yenye mnajua mnakogotana mwanamke angali kwao, angali kandigimea wazazi. Ukishamtia ndani unjo baba yake unjo mama yake, kuanzia mavazi, rasio, nyumba nini, yote ni wewe. Sasa inabidi wewe mwanaume utulie mbele ya kumuoa, uwe siri kama wewe uko tayari kumhudumia inavyopaswa kuwa, kwa sababu ukishamuoa mwanamke ni kama maua, inabidi apendeze, inabidi awe na muonekano. Kazi kubwa ni ya wewe mwanaume ya kuhusu mwanamke, kumlinda na kumhudumia. Na hicho kitu kama hakimo mtakorogana tu. Hicho kitu kinapaswa kuwa cha kwanza ni kumhudumia, cha pili ni kuhusu ndani. Wanawake ni maua. Mwanamke wote ni maua, anapenda raha. Jaribu mwafurahishe ili na yeye wafurahishe. Usishtukie mwenzako alioa na mimi nataka nioe. Ikana watu wakuelekeze, wakushaurie. Ikana wenye washaoa wakuonyeshe njia, sio rahisi, usitumbukie. Inalomba uwe na bidii kweli. Yeah.
Natashauri wanawake wenzangu, ndoa ina mambo mengi sana, ndoa ina vitu vingi kweli. Wazazi wetu walikuwa tuwaambia mkwe mtayaona kweli, tunazayaona. Ndoa ina vitu vingi kweli. Natashauri wenzangu wanawake au hata wanaume. Wanaume wa hizi siku wanapenda wanawake wa shepu zao kweli, wajazie. Wale wa kukaa uchi, wa kuvaa visketi bifupi. Lakini kinataka shauri ya msiko naangalia mwili. Kwanza mwanamke wa hivyo ni mtu kwa anajivuna. Anajiangalia niko na kila kitu. Mwanaume akinisumbua, ndapambana na wangu. Unasikia? Ndakuwa na wengine maisha yangu. Lakini mwe nafuata mwanamke tu wa msimamo, wa kujua Mungu. Wa kujua Mwenyezi Mungu, wa kwenda kanisani, wa kumsifu, unasikia? Juana wakiwa hizi siku, tu tunajuana kweli. Na njoo kinataka washauria na nyewe wanaume. Mkiona wanaume wanawake wenu wanawaheshimu na mjue thamani zao. Ukiona mwanamke yuko na wivu kwako, na unajua kweli mke wangu kuna wivu kwa ajili ya hivi na hivi na hivi. Na ndio nataka ushauri wanaume na mtulie kwenye ndoa zenu. Msiwe na poa msiwe tuletea venea viwezekani kwenye ndoa, unasikia? Jue na uko nafanya vile kumfano kama vile ndio wanaume nia mko na tamaa nyingi. Mko mkiona mnakuwa kama mkiona mke anakosa, mke ataza kuwa anajitahidi vyote vyenye vinastahili kwa mume wake, jua amfurahishe mume wake. Lakini mwe amunagi thamani. Mwanza chiti wa bibi yenu. Unaona wafai au unaanza wazarau. Juu kinibadilisha wewe na mimi kwa ndabadilika. Uturu ya kwanza utanibadilisha kindaka kimya. Uturu ya pili, uturu ya tatu ndaona hapa vitu vinashindwa. Na mimi ndaanza funguka akili yangu na kwa kama unanibadilisha. Unajua mwanamke akibadilika anabadilikaga vibaya kabisa. Ndio kinataka washona mwe wanaume mtulie, na wenzangu wanawake watulie. Juu kuna kwa wengine wanawake kwa na pupa wanashindie heshimisha ndoa zao, wanakuwa na tamaa tu kuchiti waume zao, au mume akienda safari na unaingiza wa kwako. Sio poa hiyo. Mtulie kwenye ndoa zenu na mkumbuke viene ulitamka ndani ya kanisa, viene ulitamka ushida na raha, na njoo mvumiliane. Na miaka ya leo ni kusaidiana kweli. Si wasema mwache tu wanangu watapambana kila kitu, mwanangu atapambana hichi. Na wewe unatakiwa upambane, maisha leo yashakuwa magumu. Na unatakiwa msaidiziane. Na njoo sina mambo mengi ya kuongea, lakini mheshimiane wote kwenye ndoa. Ndio kuna siku ya furaha, kuna siku ya ugomvi. Kisi mume wangu alisema kama vile mume wangu kwanza gisi mimi namjua mwanangu ni mtu wa hasira, ni mtu mkali, lakini inahitajika au mwanamke na usijitie wa juu na wewe ujishushe. Juu mkisema mjitie wote wa juu, hiyo ndio itakuwa vigumu sana. Hiyo inahitajika na mwanamume muwe na kumbuka kulombana msamaha. Juu ndoa iko na mambo mengi, na kama hujui kulomba samahani, hiyo ndoa itakuwa mambo mengi. Inahitajika mnaomba samahani kwenye ndoa. Ukikosea hata ni kitu kidogo, jua kulomba sorry. Nisamee bwanangu, nijua nikosea. Na bwana ataka naona hii kosa nilifanya mtu wangu akuifurahia, lakini inahitajika na wewe ujishushe. Ulombe mke wako msamaha. Juu kwa wengine wanaume huko hawajui kulomba msamaha. Makofi wewe inakuhusu. Nikipenda nirudi muda wote ndatokea kazi, mimi ni mwanaume, mimi ndio jembe la nyumba. Hii siku inahitajika masikilizano. Muwe wote salama.